Mheshimiwa, sikia hili na likae masikioni mwako lisikuondoke maisha yako yote. Adui mkubwa wa Yesu au mtu yote anayehubiria kuhusiana na ufalme wa Mungu sio mtu mwenye dhambi, sio serikali, sio Kaisari. Adui mkubwa wa watu wanaohubiri ufalme wa Mungu, na walikuwa ni adui mkubwa mpaka leo hii kwenye maisha yetu, ni watu wa dini. Mwangalie Yesu, waliomconfront Yesu mpaka kwenda kusulubiwa ni Mafarisis na watu walishika sheria. Mwangalie Paulo, wangalia akina Peter, wangalia wote. Paulo alikuwa anasakwa vibaya mno na watu wa dini kwa sababu alichokiamini kuhusiana na Kristo. Kwa hivyo mimi ningewasihi tubadili namna tunavyofikiri, tubadili namna tunavyowaza, kwa sababu kwenye haya yote inabidi tujue tuko chini ya serikali gani. Serikali yetu ni ya kifalme, sio serikali ya kidemokrasia au ya kijamhuri. Ni serikali ya kifalme ambapo mfalme wetu ni mmoja tu, Jehova Jara, Yahweh. Yeye ndio mfalme wetu, na yeye yuko hapa leo hii ninavyoongea mimi na wewe unaniangalia kwenye kamera hii. Hajanituma mimi, ametutuma sote. Sijamchagua yeye, ametuchagua sisi. Sisi tumechaguliwa na yeye kuishi ufalme hapa duniani. Kwa hivyo nakuomba ndugu yangu, kwanza kabisa badili namna unavyowaza. Namna unavyowaza kwa desturi, kwamba kuna hierarchy kupitia dini, kuna sheria fulani zimekufunga. Badili ya mawazo kwanza. Anza kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki zake. Ukikaa kwenye mstari wa haki ya ufalme, hakuna kitu utashindwa ukipata wewe kwa mfalme wako. Kwa hivyo mimi nakwambia siri iliyo wazi. Ufalme wa Mungu upo na unaweza kuishi. Wewe ni balozi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Wewe ni mwananchi uliochaguliwa na Yesu Kristo kueneza ufalme wa mbinguni kupitia matendo yako, maneno yako hapa duniani. Kwa hivyo usifeel kama umeachwa. Usihisi kama Mungu hakuoni. Mungu anakuona na yupo kwa ajili yako. Si mawazo.